serikali ilipuuzia kwa muda mrefu ushauri wa wadau kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na kisheria, jambo lililosababisha hasira na hatimaye mlipuko wa vurugu. TLS ni moja ya wadau wakubwa ambao walijaribu kushauri mapema kabisa kabla mambo hayajaharibika, lakini changamoto kubwa ni kwamba maoni yetu kama TLS ni kwamba serikali ilikuwa haisikilizi, na hata ilipokuwa ikifanya mabadiliko ya kisheria ikiwemo sheria ya uchaguzi ilikuwa haiendi kuzungumzia kiini au dhima ya kweli ya hitaji la watu. Ilikuwa ikifanya mambo kama kuremba au kutimiza tu kwamba tumebadilisha sheria, lakini ukweli ilikuwa haigusi kile kinacholalamikiwa na watu. Kwa hiyo ilipelekea watu kuwa katika hali ya kukata tamaa, hali ya hasira, na kila mmoja kuona njia pekee ya kufanya ni kutafuta namna ya kueleza hisia zake kwa namna iliyojitokeza. Lakini tulisikiliza hotuba ya Jaji Chande wakati akitoa taarifa yake, lakini kuna mambo kadhaa ambayo kama TLS tuliyabaini, mambo yasiyopungua takribani 7 ambayo TLS iliyabaini. Jambo la kwanza ni ukosefu wa uchunguzi wa kina, kinyume na adudi za rejea walizopewa. Tume imetoa maelezo yasiyo na uthibitisho wa kutosha kuhusu mambo nyeti kama utekaji, kupotea kwa watu na mauaji, huku ikitegemea zaidi taarifa za vyombo vya dola bila uchunguzi huru. Moja ya jambo hili ni kusema watu wamekufa, wako mochwari, alafu wakapotea. Tume inaishia hapo hapo bila kufafanua au kwenda zaidi nini kifanyike au nini kilijiri, walitokaje mochwari, nani aliyekuwepo mochwari. Kwa hiyo sisi, yawezekana taarifa yetu iko hapa kwa sababu hatukupata, yawezekana hicho labda kiko ndani ya ile ripoti tungeweza kukiona, lakini sisi tunazungumza kwa muktadha wa hotuba tuliopewa. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majawabu, kwa sababu kuna Watanganyika, kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana wakiwa mochwari na baadaye kupotea, mpaka leo hawajapata haki ya kuwasitiri ndugu zao kwa heshima. Kwa hiyo tulifikiri ni eneo ambalo tume ilitakiwa kulipa mkazo, hususan vile swala la watu kutekwa na kupotea. Huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi. Mtu kama Humphrey Polepole, huwezi kuniambia ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi ya kwamba anaweza akadanganywa akafichwa chumbani Humphrey Polepole mpaka leo amuone mamake anamtafuta. Haya Mdude katika namna ile, ugomvi wa mapenzi yepi? Kwa hiyo mazingira kama haya tunahitaji majibu ya kina yenye tafiti. Kwa hiyo ilikuwa ni oni letu kwamba kulikuwa na ukosefu wa uchunguzi wa kina.